Mtazamaji, karibu katika sehemu ya swala nyeti. Niko hapa na wanadada Beatrice Ngugi ambaye ni mwanasaikolojia, na naye Roseanne Wangoi ambaye anahusiana na mambo yanayofungamana na afya ya akili. Hii leo katika swala nyeti tunazungumzia afya ya akili hasa kazini. Utajuaje una matatizo ama afya yako ya akili haiko sawa? Wengi ukizungumzia afya ya akili wanafikiria ni pengine kupatwa na kichaa. Lazima pengine mtu aonekane kama hajavaa vizuri, anajiongelesha ama anafanya nini ndio aonekane kwamba ako na matatizo, apeleke hospitalini. Lakini ni tatizo ambalo linawaathiri Wakenya wengi, si tu humu nchini. Na kuna wakati tumeona mwanamume mmoja akijirusha kutoka ghorofa ya 4 kwa sababu ikasemekana baadaye kwamba alikuwa anasumbuliwa kazini, pengine alikuwa na matatizo ya kiakili. Ndiposa tumeona tuzungumzie swala hili kwa kina. Dalili zake ni zipi? Unapomwona mtu utajuaje ana matatizo ya kiakili? Karibuni sana kwenye studio zetu. Asante. Nitaanza nawe Beatrice. Visa vya matatizo ya kiakili humu nchini, hasa maeneo ya kazini, kwa sababu sasa tunaangazia maeneo ya kazini, viko katika kiwango kipi? Kwa sababu wewe ni mwanasaikolojia na bila shaka unapata watu wanakufikia, wanakuzungumzia, pengine waajiri wanakuita uweze kuzungumza na watu. Asante sana Miri. Naam. Kulingana na research ile imefanywa, kwa kila watu 5 mmoja wao anakuwa na hiyo matatizo ya kiakili, kwa watu wazima. Kwa wana youths pia kunakuwa 1 out of every 5 bado wako na hiyo matatizo ya kiakili. Na research nyingi zimefanywa na nimeona ya kuwa kati ya wale 5, 4 wao wanafanya suicide, na ni kama hawapati treatment. They have no way of getting that treatment because hawajui ati ni wagonjwa, hawajui wako na shida. Kwa hivyo wanagojea tu inaendelea kuwa mbaya zaidi kabla sasa wajue wameathirika kabisa, wamefika hiyo kiwango ya kufanya suicide. Naam. Ukimsikia Beatrice akisema, Roseanne, ni swala ambalo unakabiliana nalo mara kwa mara ama ni visa ambavyo havipatikani kwa urahisi? Na pengine pia utuelezee matatizo ya akili ni nini, kwa maana kuna mtu akisikia tu fulani anaugua kuna matatizo ya akili, mara moja anajua amepatwa na kichaa. Kulingana na venye Beatrice amesema, hiyo matatizo imezidi kuongezeka. Nafikiri ni zile challenges tuko nazo kwa maisha, kila wakati challenges zinaenda zikiwa mingi. Tukisema uko na ugonjwa wa akili, hatusemi uko na kichaa. Hii ugonjwa inaanza na stress. Unaanza na stress, prolonged stress, hiyo ina develop to many other challenges. Haya, kuna depression, kuna bipolar, ni mingi. Hizi magonjwa ni mingi. Na ndio maana wenzako ama wewe ukishajisikia uko na matatizo, ukuje tushauriane, tuone pahali umefika, uone clinical psychologist akukague, tuone kama tutasaidiana na kushauriana ama tutakutuma kwa psychiatrist. Hapo ndipo utaanza medication. Lakini tukisema ni matatizo ya kiakili, hatusemi unaokota makaratasi huko, hatusemi uko violent. Na hiyo mentality tuko nayo ati ugonjwa wa kiakili ni kichaa, hiyo ndio inafanya kukuwe na stigma na watu wengi wanashindwa kukuja ili tushauriane. Juu ukimwambia unahitaji kuona mtu counselor, psychologist, akili yake inamwambia mimi sasa niko na kichaa, mimi niko sawa. So hawataki, wataanza kusema niko sawa. Tena sasa tunapata ugonjwa imekithiri. Dalili za mtu ambaye ana ugonjwa wa akili ni zipi? Ukimwona tu kama wewe sasa ni mwanasaikolojia, ukiwaona tu wale kina kaka na kina dada wamekaa pale kidogo dakika 5 utajua yule aliye sawa na yule ambaye haiko sawa. Ni dalili zipi? Mfano, unaweza pata mtu amekaa tu amenyamaza, hajafanya kitu cha kufanya ujue, lakini ile kunyamaza pia ni ugonjwa. Hii maradhi ya kiakili tunasema ni kitu tunapitia kila siku.
sababu na kama vile Ana amesema, inaanziaga pole pole, inaanzia na anxiety, inakuja stress, inaenda itakuwa depression, kabla ujue tayari umefika mwisho. Lakini kuna zile signs tunaweza angalia sana. Kama mtu akija akwambie hawezi kukula vizuri ama hakuli, hana appetite, hiyo ni sign moja ya kuonyesha kuna shida. Lakini normally tunaangalia zikiwa 6 for a period of like 1 month. Kama hakuli vizuri, hana appetite, kama halali vizuri, akona ile shida ya kulala ama akilala head into deep sleep, saa zingine anaweza kuwa anakula zaidi excessively, sababu mtu akiwa na hiyo shida kama ya stress na depression, unatumia energy nyingi sana. Kwa hivyo you need to replenish hiyo energy, so unajipata unakula vitu zile hazina umuhimu kwa mwili, haziadi any value kwa mwili, ni kama sweets, biscuits, cakes, vitu ziko na sukari. Wanapenda kula sweet na keki, wana matatizo ya akili. Hizo vitu unapata anataka ku replenish ile energy ametumia. Kwa hivyo ni lazima akule kitu iko na sukari mingi. Chips sana. Sasa ukipata anakula hizo vitu, unajua saa zingine hata vile amevaa, unaweza angalia kuna wale wanajiachilia na kuna wale wana dress very smartly. So hapo ndio tunakuanga na shida. Utajuaje kama huyu ako na shida ama hana? Wengi wanaangalia vile mtu amedress, kama amejiachilia anasema huyu ako na shida. Lakini hata wale wamedress very smartly pia wanaweza kuwa, especially ile nimeona watu wakiwa wanataka kucommit suicide wanakuja wakiwa very smart, hata huwezi ukasuspect. So ni vizuri tusiangalie kitu moja tu, at least we look for kama signs 6. Kuna ulcers, mtu akicomplain ako na ulcers, hiyo ni sign moja ya kuonyesha ako na shida, sababu hiyo fikira, sababu hii maradhi ya kiakili tunaongea ni vile najihisi aje, nafikiria nini, na relate aje na wale tunaishi na wao na wale tunafanya kazi na wao. Saa ile nafikiria, kama nafikiria negatively itani affect, na ikianza kuni affect acid, kama sikuli acid itaanza kukula mwili, na ndio inapatikana ikawa kidoda, what we call ulcers. Kwa hivyo ulcers ni sign moja ya kuonyesha mtu ako na shida. Kuna wale wanajifungia kwa nyumba, hawataki kuwa na wale wengine, hawataki kuungana na wale wengine, kama ni michezoni, kama ni kazini, kama wanafanya kazi pamoja, anataka tu kukaa peke yake. Hata pengine kanisani haendi, anataka tu kukaa kwa nyumba. Akikaa kwa nyumba like 2-3 weeks na hatumuoni, ni vizuri tujiulize ako wapi, ni nini inaendelea kwa maisha yake. Kazini unaweza pata watu hawaingii kazini sana, wanapeana excuses. Niko na mtoto mgonjwa, mimi niko mgonjwa, sasa a lot of absenteeism. That's a good sign ya kuonyesha huyo mtu ako na shida. So tunaangalia vile wanaingia kazini, wana concentrate, wanafanya kazi at the end of the day, sababu saa zingine unaweza kuwa na file nyingi kwa meza, unaguza hii nusu, unaguza hii nusu, unaguza hii nusu, by the end of the day hakuna file umemaliza nayo. Kwa hivyo hakuna kazi umefanya. So hiyo concentration ni vizuri hata tuangalie tukiwa kazini. Roseanne, unaonekana unataka kuchangia, nimekuona dalili zingine. Ni vile amesema, lazima uangalie signs kama 6 hivi ndio uconclude mtu akona ugonjwa wa kiakili. Haya, ile ya muhimu ni sisi marafiki ama ndugu za huyu mtu, tunaona bado alikuwa hivi lakini amechange, but sisi tunasema siku hizi ako na attitude, siku hizi ashiki simu ako na attitude, hajibu messages ako na attitude. Sababu unaachilia huo mtu kwanza, tunasemanga wacha kwanza ajikalishe, si ako na maringo, amepata pesa, wacha ajikalishe. Alafu akika unasikia alipata depression ama ni suicide, unaona imeendelea. Kwa hivyo wakati mingi ni vizuri ukiona mtu akona alikuwa hivi tena unaona kuna kitu ina change, ni vizuri kuuliza huyu mtu
reach out, be the person to reach out. Ukiona ana withdraw, reach out, be there. Sometimes ni vizuri tu kukuwa hapo. Anaweza kosa kuambia lolote, but kuwa hapo. Tena mtafutie ushauri kwa watu wenye wako na heshima na wao, watu wenye anaweza sikiza, counselors. Ni vizuri kumtafutia usaidizi. Watu ambao hufika kazini asubuhi sana na hawataki kuondoka. Wengine wanaitwa workaholics. Lakini kuna baadhi ambao wanasema pengine wako na matatizo ambao wameshindwa kuyatatua. Je, tuambie kuhusu hilo. Ama ni kupenda tu kazi ama ni ugonjwa? Unaona, vitu mingi tuko addicted to. Kama vile alikuwa anasema, ukikuwa na hiyo tatizo ya akili, utajipata umepotelea, unakula sukari mingi, we call it comfort eating, unajua, to replenish the energy. Most of these addictions tuko nazo ni njia ya kupotelea zile fikira tuko nazo. Escapism. Kwa hivyo anafika ajalala vizuri, lakini anaona bado akikaa kwa nyumba anafanya nini? Kwa hivyo anakuja kazini mapema, hiyo kazi itamu-occupy kwa akili, ndio asifikirie, hataki kusikia uchungu ya ile matatizo ako nayo. Kwa hivyo ukiona mtu ako na addiction fulani, ni vizuri kujua unapotelea nini. What is it you are running away from? Yes. Kuna baadhi ya waajiri ambao hawaelewi watu walio na ugonjwa wa akili. Wanapaswa kufanya nini wakimtambua, wakiona dalili kama zile ambazo umezitaja? Mfano, mtu akianza kuwa absent kazini, leo ni mgonjwa, kesho ni mtoto, atamwambia wewe basi acha kazi uende ushughulikie mambo yako yamezidi. Mwajiri anapaswa kufanya nini? Ni vizuri mwajiri akipata mtu kama huyo asimfukuze, sababu tukimfukuza tunamuongezea shida na zile shida ako nazo hatujatatua. Kwa hivyo ni vizuri either mtafutie mtu kama lakini kama hajasema, kwa sababu pengine mwajiri hajui, anaona tu mtu ana behave si kawaida, lakini akijaribu kwa maana wengi hawataki kusema, hasa matatizo ya nyumbani ambayo yanawazonga sana. Huyo utafanyaje ili aweze ku open up, ndio aweze kumuelewa, wamsaidie? Na Mary umesema vizuri, sababu ameanza kuchange. Hajakuwa hivyo for like 5 months, lakini hii mwezi ingine ameanza kubehave differently. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna kitu inamsubua. Hiyo change ni kumaanisha kuna kitu inamsubua. Kwa hivyo ni vizuri tukiona mtu amechange to like for 2 weeks. Hiyo absenteeism inakuwa mingi, excuses inakuwa mingi, kazi hamalizi, vizuri tumuitie mtu saikolojia ama counselor ajaribu, ama umtume kwa counselor, umtume ajaribu, aongee naye ndio ajue, sababu pengine hataweza kukuambia sababu wewe ni mwajiri wake. Na kama ni mimi, sitaki Mary ujue shida zangu. Na shida zangu sitaki ku-announce kwa ofisi. Kwa hivyo ni vizuri niende kado na yule mtu, tunaweza elewana, counselor, ndio nimuelezee ile napitia. Saa zingine watu wakiwa kazini wanapitia shida mingi sana, lakini hakuna mtu anajua aanzie wapi. So tukiona mtu ameanza kuchange, ni vizuri either tuwe na counselor kwa ofisi where mtu anaweza enda aongee na counselor hapo, ama tumtume kwa counselor huko nje mwenye who is not party to the organization, for the purposes of confidentiality. Na kuna baadhi ambao wanakuwa tu wamenyamaza sana kazini. Hii kunyamaza ni ya kawaida ama kunyamaza inakuanga na mambo fiche? Ndio tuanze kuangalia, tukiona watu wamenyamaza hapa tuwaendee tuone kama tunaweza wasaidia. Watu hunyamaza juu ya vitu mingi. Pengine pale nimelewa in a way that nisiongee maneno yetu culturally. You know, the values we have as a family. Hakuna kuongea. Wengine ni personality yao, wengine ni shida wanapitia. So unaona, ndio ukiona amenyamaza sana, sio kawaida, watu wanaongea na yeye amenyamaza tu. So tukiona amenyamaza sana, ni vizuri tukuwe na mtu who is reaching out. Ajue kwa nini umenyamaza hivyo, sijawahi kuona wewe ukinyamaza hivyo. So at least you have a starting point. Hiyo ni sign nyingine ya kuonyesha kuna shida mahali. Ugonjwa huu huathiri sana watu wanyamavu ama wale ambao wanaongea sana? Hiyo ugonjwa inaweza athiri mtu yeyote. Naona naweza kuwa mimi huongea sana, lakini siongei kuhusu matatizo yangu. Alafu ama nikuwe mimi huongea sana
najua watu wanaojua naongeanga sana hawanichukulii nikiwa serious. Kwa hivyo matatizo zangu naweka huko. Nikikuwa kwa watu naongea, lakini nikikuwa peke yangu hii stress imenikalia, niko na mashida zangu huko nyuma. Pia watu wenye hunyamaza wanaweza kuwa wao unyamaza, lakini kuna huyu mtu mmoja wao uongea na yeye na wanaweza kutoa shida zao. Ama wao unyamaza sana na internally they have better mechanisms to deal with their own issues. So hatuwezi sema inaathiri, although sasa mtu huongea sana ni easier kusaidia juu akinyamaza utajua hapo kuna shida, lakini mtu yuko amenyamaza kila wakati, akinyamaza ni shida uwezi jua kwa haraka. Na tukirejea tutaweza kuzungumzia jinsi ya kupatikana kwa wanasaikolojia ama washauri nasaha, kwa maana kuna wengi ambao wana matatizo haya lakini hawajui wapate wapi, na jinsi ulivyosema confidentiality, kuna mambo ambayo baadhi wanapitia ambao hawataki watu waujue. Kwa maana utamwambia rafiki yako, utaisikilia kwa jirani, kazini ukifika kila mtu anajua una matatizo katika ndoa yako. Sasa inakuwa ni kwamba mtu ananyamaza lakini hajui apate ushauri wapi. Ni swala ambalo utazungumzia tukirejea baada ya mapumziko. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha turejee tuendelee na sehemu mjadala wetu ambao unahusu afya ya akili hasa kazini. Usiende mbali.